vitu kwa sababu kuna hatua hajafika. Kuna hatua akifika atajua kwamba kuna wazazi wa kiroho. Atajua kwamba kuna wazazi wa kiroho. Leo nimepita mtandaoni, ni mtumishi mkubwa wa Mungu, ana watu wengi, ana kanisa kubwa, lakini akasema hakunaga maombi ya utakaso. Hakunaga maombi ya utakaso. Biblia inasema basi sasa jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu. Jiosheni, jitakaseni. So unajua kabisa kwamba huyu mtu amekaa muda mrefu, lakini amedumaa. Kuna mahali amefika, amedumaa. Amedumaa kwamba hakui kupita hapa tena, anaharibikia hapa. Shadabarianto la kaya. Bwana Yesu asifiwe. Kaongelea watu waliopooza. Mtu amepooza hawezi akazalisha chochote katika ulimwengu wa roho. Hawezi akaweka alama yote katika ulimwengu wa roho. Hakuna kitu chochote kinaweza kikatokea katika ulimwengu wa roho. Maana yake kuna vitu, kuna mapooza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mapooza. Kuna sababu leo kwa nini katika lile tangazo nimeweka mstari wa Nahum sura ile ya 2, mstari wa 1 na wa 2. Kuna sababu kwa nini nimeuweka ule mstari, maana tutautumia katika maombi. So nataka tuendelee mstari huu ngapi? Wa 5. Biblia inasema katika ule mstari wa 5, Yohana sura ya 5 mstari wa 5. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Kuna mtu alikuwa hawezi muda wa miaka 38. Hii inaonyesha kwamba kuna vitu kwenye maisha yetu vipo au vilikuwepo muda mrefu ambavyo kilifika kipindi tulikuwa hatuviwezi. Kila tunapojaribu kuvuka inashindikana. Kuna hali hatuwezi kuiacha, hatuwezi kuishinda. Kuna vita kila inapoinuka inatushinda. Alikuwa hawezi, kuna mtu alikuwa hawezi. Kuna kitu kinafukuta ndani yako kwamba mimi ni mtu fulani. Kuna kitu kinawaka ndani yako kwamba mimi ni mtu fulani. Lakini siwezi kuwa hivyo. Natamani kuwa hivyo lakini haiwezekani. So Biblia inasema kwamba hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Hawezi. Ana kile unachokijaribu wenzako anakiweza, wewe unajaribu inashindikana. Hatua zile unazojaribu inashindikana, wengine wanajaribu inawezekana. Maombi yale unayofunga wengine wanasema wamejibiwa, wewe umeshafunga hajajibiwa. Why? There is a reason. Kuna sababu kwa nini maombi yale hayajibiwi. Aidha kuna spirit ambayo ipo haitaki uvuke. Imesimama, imejificha, haionekani, ila inazuia. Aidha imani yako ilikuwa inatindika kwa sababu ulikuwa unaona matokeo yakitokea kwa wengine, wewe unaanza kuumia, unanungunika. Huyu mtu alikuwa hawezi. Manake kila akijifuta kwenda anatokea mwingine anaingia. Kila akijifuta kwenda anatokea mwingine anaingia. Kuna namna unatamani uvuke uweze. Mstari wa 6, mstari wa 6 unasema Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine ufanyeje? Ushuka mbele yangu. Bwana Yesu asifiwe. Okay, kumbe sababu ya huyu mtu kushindwa ni kwamba hakuwa na mtu. Alimkosa mtu wa kumshika mkono.
alimkosa mtu wa kumsaidia, alimkosa mtu wa kumbeba, pengine kitu